Ulikuwa ni mwaka wa 2017, mwaka 2017. Saa 4:30 usiku. Tarehe 21 mwezi Septemba mwaka 2017, akiwa na miaka 40 pekee. Mcheshi Geoffrey Mwangi, akitambulikana na wengi kama Kianangi, jina alilolitumia akiwa stejini na akiwaburudisha mashabiki wake, alipata kuondoka nyumbani kwake kule eneo la Riverhood na asiwahi rejea tena wala kuonekana tena. Leo tunazamia kisa chote kizima kulingana na uchunguzi wetu na yale ambayo tumepata kufumbua kuhusiana na Kianangi na mahala ambapo kuna uwezekano Kianangi alikwenda siku hiyo aliyopata kuondoka nyumbani kwake na kumwacha mkewe Njeri pamoja na wanawe. Baada ya ripoti kuweza kuandikishwa na mkewe na familia katika kituo cha polisi cha Ruiru Police Station, maafisa wa polisi walidai ya kwamba watafanya uchunguzi na wataendelea kufuatilia alipo Kianangi. Lakini kutokea siku hiyo, kesi ilizimwa makali na kuweza kufifia na kufungiwa hapo. Kianangi alitambulikana na kupendwa na wengi haswa katika eneo la Mlima Kenya kwa jinsi ambavyo alitumia comedy yake kuweza entertain mashabiki zake. Kulingana na taarifa ambazo zimeweza kuchapishwa na YouTube channels nyingi pamoja na blogs nyingi hapa nchini Kenya, zilidai ya kwamba Kianangi alikuwa na uhusiano na kundi la vijana ambao walikuwa wanafanya biashara haramu ama biashara ya kuweza kuwaibia watu magari katika maeneo ya bypass eneo la Ruiru. Gari lililokuja kumchukua Kianangi nyumbani kwake siku ile lilikuwa ni gari la rafiki yake, ambapo walisema baada ya kuchukuliwa na gari lile walikuwa wakwende kumchukua rafiki yake mwingine ndipo waweze kumzidikisha kwenda kumtazama mamake katika kaunti ya Murang'a. Lakini haikufanyika hivyo, maana kesho yake gari walilolitumia Kianangi lilipatikana limeweza kutelekezwa katika eneo la bypass Ruiru, sehemu za Membli. Maswali yakazuka, stories zikaandikwa, vyombo vya habari vikachapisha kuhusu kupotea kwa mcheshi huyu Kianangi Geoffrey Mwangi, aliyependwa na wengi na kuweza kudhaminiwa na wengi. Alikuwa mcheshi ambaye walifanya comedy na ucheshi pamoja na mcheshi tajika katika eneo la Mlima Kenya, Mashangi, Papa Mansolo, kama jinsi ambavyo mnamtambua. Kulingana na taarifa na fununu ambazo zinatufikia mwaka huu wa 2024, kuna uwezekano ya kwamba Kianangi hakuweza kukamatwa wala kuuawa. Kuna uwezekano ya kwamba Kianangi, rafiki yake aliyekuwa wanaenda kukutana naye, ni nduguye ambaye inaaminika aliweza kubadili dini mwaka 2018 na akaweza kuigura nchi ya Kenya na kuhamia katika taifa la Somalia, ambapo alikwenda kujiunga na kikundi haramu ambacho kinajulikana kwa mambo ambayo kimepata kuyafanya katika Jamhuri ya Kenya. Kikundi kile nitakitambua kama AS, zikiwa ndizo initials zake, ndipo kutoleta mtafaruku kulingana na guidelines za YouTube. Now, Kianangi kuna uwezekano ya kwamba aliweza kwenda na kuama na kugura nchini Kenya wakiwa na nduguye na kutokomea kuingia katika taifa la Somalia, ambapo aliweza kujiunga na kikosi kile na kuendelea na kazi za uhalifu ambazo zinatekelezwa na kikosi cha AS kilichopo kule nchini Somalia. Kutokea siku hiyo, taarifa na machapisho mengi yamepata kuandikwa na kuchapishwa kuhusiana na halipo Kianangi. Lakini ile ambayo imepewa kipaumbele sana ni kwamba halikuwa mwizi wa magari. Walisema ya kwamba Kianangi ni kana kwamba kulitokea mtafaruku baina yake na wale ambao walifanya biashara ya kuiba magari na yeye, na hivyo wakamgeuka na kupata kumuua na kutupa mwili wake. Kulingana na taarifa za rafiki yake aliyemchukua na gari jioni ile kutokea kwake nyumbani eneo la Riverwood, alipata kumpigia mkewe Njeri simu na kumwarifu ya kwamba Kianangi ameweza kupotea na ametokomea, hatutamuona tena. Jambo hili likizua maswali tata
Iweje amepotea na mlikuwa na yeye na wewe haujapotea? Na gari ambalo mlikuwa mkilitumia limepatikana katika eneo la Ruiru bypass. Wewe ulifika nyumbani kutumia means gani za usafiri? Gari lile alikupatikana na majeraha yote na wala kuonekana kama kulikuwa na mvutano na mvurugano katika gari lile. Kuna uwezekano ya kwamba Kianangi alimwacha rafiki yake na kuweza kuliendesha gari lile kufika katika eneo la bypass, akapata kuliegeza mahali ambapo lilipatikana, na yeye pamoja na nduguye ambaye alimkujia wakaweza kuondoka na kutokomea na wasiwahi patikana tena. Hizi ni theories kadhaa ambazo zimeweza kuchapishwa kuhusiana na alipo Kianangi, lakini hii ya yeye kuweza kuigura nchi ya Kenya na kwenda kule nchini Somalia imeweza kupewa kipaumbele kwa kiasi kikubwa. Wewe mtazamaji na msikilizaji wetu wa hapa ndani ya The FM Show KE, tunakuuliza, unadhani ni kipi ambacho kilimfanyikia Kianangi? Maana kuna fununu pia zilidai ya kwamba kulikuwa na mtafaruku baina yake na mcheshi mwenzake Mashangi, ambaye walipata kufanya comedies pamoja, na Mashangi wakaweza kuwa na differences kubwa sana na Kianangi mpaka kufikia wao kuchukua hatua ya kuweza kushtakiana polisi, ambapo walifika pointi na kuweza kutengana amicably kama jinsi ambavyo inasemekana. Walitengana kama jinsi mipango yao ilivyowaruhusu, na baada ya kutengana Kianangi akakwenda kufanya kazi zake kivyake, naye Mashangi akawachwa kufanya comedy zake kivyake. Mpaka ileo Mashangi ameojiwa mara kadhaa na kukana uhusiano wake na kukana ya kwamba yeye hajui alipotokomea Kianangi. Maana fununu zilidai ya kwamba Mashangi kuna uwezekano alikuwa akijua alipotokomea Kianangi, maana kabla ya utengano wao alikuwa ndiye rafiki wake wa karibu na alijua mengi aliyokuwa akiyafanya Kianangi. Pia kuweza kutajiwa story kuhusu Kianangi kuhusishwa na wizi wa magari. Mashangi aliweza kudai ya kwamba jinsi alivyomtambua Kianangi, hakuna uwezekano wowote ya kwamba mtu huyu alikuwa mwizi kama jinsi ambavyo watu walidai, na akaweza kuwaomba watu waliokuwa wakichapisha taarifa zile na kueneza fununu ya kwamba Kianangi aliweza kuuawa na watu ambao walikuwa wakifanya biashara nao ya wizi wa magari, akawasema wazifute habari hizo na kuzifunika kabisa. Ila akiojiwa, afisa mmoja wa polisi aliweza kutilia mkazo katika taarifa kuhusu Kianangi kuwa alikuwa mwizi wa magari, ambapo alisema ya kwamba kama angewachana na wizi na kama angejitwika jukumu la kuishi an honest living, basi tungekuwa na yeye leo. Haijulikani ni vipi afisa huyu aliweza kujua ya kwamba Kianangi alikuwa akihusika na biashara ya wizi wa magari, lakini alionekana afisa huyu wa polisi alikuwa 100% sure ya kwamba Kianangi wizi wake wa magari ndio uliweza kufanya akatokomea. Ileo tutaachia kisa chetu hapo, lakini wengi ikiwemo ni familia yake wanatia imani ya kwamba siku moja Kianangi aliyekuwa mcheshi maarufu sana katika eneo la Mlima Kenya, kuna uwezekano ya kwamba siku moja ataweza kurejea tena na kuendelea kuwatumbuiza mashabiki zake kama alivyokuwa akifanya. Usisahau kuweza kusubscribe ndani ya YouTube channel ya kwetu ya The FM Show KE. Tuungane katika video zetu zijazo. Kipindi hewani ni Athire. Mimi